Vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC vimewatambua na kuwakamata viongozi wa makundi ya kigaidi yaliyohusika katika ghasia za hivi karibuni zilizohusishwa na wageni katika mkoa wa Khuzestan kusini magharibi mwa Iran na kuwanyang'anya aina mbalimbali ya silaha hatari. Katika taarifa iliyotolewa siku ya Jumapili na naibu wa uhusiano wa umma wa kitengo cha mkoa cha IRGC huko Khuzestan, alisema wale waliokamatwa watashitakiwa kwa kuwaua wasiokuwa na hatia, kuharibu mali ya umma na binafsi, kuvuruga utulivu wa umma na kuwatishia watu, pamoja na kuweza kuharibu sehemu takatifu ikiwa ni pamoja na madhabahu na misikiti mbalimbali nchini Iran. Taarifa hiyo ilisema kuwa magaidi hao walikuwa wamepewa jukumu na mashirika ya kigeni kuweza kufanya vitendo vya hujuma na uchomaji moto, kuua watu mashuhuri na kuweza kuunda mgawanyiko wa kikabila katika taifa hilo la Iran. Wafungwa hao pia walipewa jukumu la kuweza kubomoa miundombinu muhimu kama vile maji, umeme, gesi, miundombinu ya simu, mabomba ya mafuta na kushambulia vituo vya kijeshi na vituo vya polisi. Wakati huo, kitengo cha mkoa cha IRGC kilisema kuwa shukrani zake kwa watu wa Khuzestan kwa ushirikiano wao na vikosi vilivyowakamata mamluki hao wenye silaha. Zaidi ya hayo, ilibainisha kuwa vikosi vyake viko tayari kutoa maisha yao ili kuweza kuzima njama za maadui na kuweza kudumisha amani na usalama katika jamii. Baadhi ya wafanyabiashara mwezi uliopita walifanya maandamano ya amani katika miji tofauti tofauti ya Iran kuhusu malalamiko ya kiuchumi ambayo yanahusiana moja kwa moja na vikwazo vya Marekani upande mmoja. Hata hivyo, maandamano hayo yalielekezwa kwenye vurugu baada ya matamshi ya umma ya watu mashuhuri wa Marekani na Israeli kuweza kuchochea uharibifu na machafuko. Wakati wa machafuko hayo, waandamanaji wenye silaha waliungwa mkono na wageni waliweza kuharibu mali ya umma na kusababisha vifo miongoni mwa raia na vikosi vya usalama. Kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Ali Khamenei alisema Jumamosi kwamba baadhi ya mawakala walio nyuma ya uasi huo walitambuliwa, kufukuzwa na kwa kiasi kikubwa waliajiriwa na mashirika ya Marekani na Israeli. Mwisho wa kunukuu kile ambacho kiliongelewa na chombo hicho. Na hapa ndipo tunapofikia mwisho wa taarifa hii. Kikubwa tuiache kwako wewe mtazamaji na mfuatiliaji wetu uweze kutuambia ni kipi sasa ulicho nacho. Tukutane wakati mwingine na wasaa mwingine ili tuendelee kukujuza taarifa mbalimbali zinazoendelea kukita au zinazoenda kujiri katika eneo la Mashariki ya Kati.